Hii ni Bugoma TV. Habari. Katika mkoa wetu, kero ya kwanza tulionayo wachimbaji ni maleseni kuwa lukuki ambayo hayafanyiwi kazi. Kuna leseni kubwa tangu zimeingia mpaka leo hatujaona hata mtu anayekuja kufanya utafiti. Na sasa huwa tunasikia, lakini kusikia kwa kuwa tunakuamini ni mtu wa kufuatilia, naamini hivi sasa leo mwarobaini wako umefika. Sina shaka na wewe, kero kubwa ya kwetu ni hiyo, na ukitutolea hiyo tunakuahidi kodi ya serikali itapanda maradufu. Kama sasa tumeonyesha mfano na mfano wetu ni wa kuigwa, na leo tunaendelea. Tumeona sasa hivi maendeleo makubwa, sekta ya madini imekuwa kwa kiwango kikubwa, na wewe ndio waziri mwenye dhamana. Tunaomba tukupongeze kwa kazi kubwa ambayo unaendelea kuifanya na kuisimamia sekta ya madini. Tumeona jinsi gani inavyosonga mbele na taifa letu linapata kipato kikubwa kwa ajili ya maendeleo ya Tanzania. Na kwenye hotuba yangu ya bungeni nimeeleza kwa Mheshimiwa Waziri, kuna watu wana leseni mpaka 110. Kuna Watanzania ambao hawana hata sehemu ya kushika. Hasa watu wanaacha, hawafanyii kazi yale maeneo, na hususan kinachotuuma sisi kama wawakilishi, Mheshimiwa Waziri, unakuta sasa mtu amepaacha wale wachimbaji wadogo wadogo wa sululu wakienda kuanza kutafuta maisha yao pale, mtu anajitokeza anasema ili ni eneo langu. Matokeo yake sasa, kwa sababu yule ni maskini amebeba sululu, yeye ana uwezo, anatoka anakwenda serikalini anasema nimevamiwa, anaita polisi, vijana wetu wanafukuzwa, wanapigwa, saa nyingine bila kuwasikiliza mpaka mabomu yanapigwa. Sasa ukija kuuliza, watu wanazidi kuwa wanyonge, Mheshimiwa Waziri. Na mkeka hapa wa leseni zote zilizopo mkoa wa Katavi, Katavi yote imeshikiliwa na leseni, ukiacha Katavi National Park. Walipobaki pote pana leseni za watu, leseni za utafiti. Leseni hazifanyiwi kazi. Orodha ninayo. Naomba nitumie fursa hii kuwahabarisha Watanzania na wasio Watanzania wote wenye leseni mkoa wa Katavi. Nilifuta miezi miwili iliyopita, sasa ni zamu ya Katavi na kwenda kufuta leseni zote zilizopo hapa hazifanyiwi kazi na watu wamehodhi maeneo makubwa. Sheria inataka mwenye leseni ya utafiti kuwasilisha quarterly report kila baada ya miezi mitatu. Nafahamu wako watu wajanja wanazipika hizi taarifa wakiwa maofisini, sio taarifa za kweli. Ndugu zangu, hakuna jiwe litaacha kugeuzwa. Katika hizi leseni tutawapa hati za makosa, default notice. Kwa mujibu wa sheria tutawapa siku 30 kwa ajili ya kujibu hati ya makosa. Wale watakapoleta utetezi, nitaleta kikosi changu, kila mtu aliyewasilisha taarifa. Ukisema sijui umechimba mashimo 12, mtaongozana na timu yangu wakayaone hayo mashimo 12. Kama ulikuwa unajijua unapika taarifa za mezani, safari hii
nataka kusafisha kanzidata ya leseni hizi. Hii Mpanda yote hii imening'inia juu na leseni, watu hawafanyi kazi. Watu wanaanza kutafuta maeneo hapa, migogoro kila siku, ugomvi kila siku. Mtakwenda kuliona zoezi hili muda sio mrefu. Maeneo haya nitarudisha serikalini, tutayapanga vizuri, maeneo ya uwekezaji mkubwa na maeneo ya kupewa wachimbaji wadogo, kwenda kufanya programu ambayo inaitwa Mining for a Brighter Tomorrow. Tumeizindua programu hii kwa ajili ya kina mama, vijana na watu wenye ulemavu. Tutatoa hizo leseni, lakini na vikundi vingine vyote tutawagawia leseni. Hii ni Bugoma TV habari.